ndo mara mwisho tumejifunza kuhusu nguvu ya wokovu. Ni Jumapili 3 Sawa. Ni kama Jumapili 3 zimepita, tulianza kujifunza nini? Somo kuhusiana na nguvu ya nini? Ya wokovu. Kuna vipengele kadha wa kadha ambavyo tulizungumzia kuhusiana na nguvu ya wokovu. Kwanza kabisa tulikuwa tunajifunza kuhusu maana ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Basi kama uko hai nisikie amen. Okay, kwa neema ya Mungu naomba leo tuangalie kipengele kinachozungumzia kuhusu kukulia wokovu. Kipengele kinachozungumzia kuhusu kukulia wokovu. Andika hivyo hivyo, kukulia wokovu. Somo nguvu ya wokovu, kipengele kukulia wokovu. Kukulia nini? Wokovu. Haleluya. Kukulia wokovu. Kukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia kukulia wokovu, ili mtu aukulie wokovu lazima awe amezaliwa mara ya pili. Ili mtu aukulie wokovu lazima awe amezaliwa mara ya pili, yani awe ameokoka. Ili mtu aukulie wokovu, andika hivyo hivyo, mtu wa Mungu. Ili mtu, ukiona narudia kitu kiandike. Ili mtu aukulie wokovu lazima awe amezaliwa mara ya pili. Sasa kuzaliwa mara ya pili ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Amen. Kwa hiyo huyu mtu aliyezaliwa mara ya pili ndio anayeruhusiwa kukulia nini? Wokovu. Sasa kuzaliwa mara ya pili, tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, tunaongelea haswa kuzaliwa katika roho, sio kimwili. Kuzaliwa katika roho. Tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, tunaongelea kuzaliwa katika roho. Tupo sawa sawa? Yaani mtu anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anazaliwa katika roho. Hazaliwi kimwili. Tayari kimwili umeshazaliwa, hauhitaji kuzaliwa tena. Ila kula kumpa Yesu maisha yako, kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huko ndiko kuzaliwa mara ya pili, kwa maana ya kuzaliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 5 pale mpaka wa 6. Nitaomba tutaenda hapo tusome mara moja. Yohana sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Oh Jesus. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6 anasema, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, ndiyo, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kufanyaje? Kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Huyu ni Yesu alikuwa anazungumza na Nikodemo. Ukirudi hiyo mistari ya juu hapo utaona kwamba hii ni Nikodemo ni mwalimu wa Torati ambaye alimwendea Yesu usiku, akatamani kujua kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa Yesu akawa anamjibu kwamba
kwa sababu Nikodemo alikuwa anapata shida. Huyu mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili na wakati tayari yeye ni mtu mzima? Bwana Yesu asifiwe. Je, anaweza kuingia tumboni mwa mamae azaliwe tena? Sasa Yesu alipoelewa kwamba Nikodemo hajaelewa mkutadha wa hilo huo usemi au maana ya kuzaliwa mara ya pili, akaanza kumfafanulia kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kurithi au kuingia ufalme wa nani? Alikuwa hamaanishi kwenda mbinguni tu, alikuwa anamaanisha kuwa mwana wa Mungu. Tuko sawa sawa? Yesu hapa alikuwa aongelei mtu kwenda mbinguni, alikuwa anamaanisha huyu mtu kuwa sehemu kwenye ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo, mtu anapozaliwa mara ya pili katika Roho, kwa Roho wa Mungu anafanyika kuwa mwana wa Mungu, kwa sababu anayetuzaa mara ya pili anaitwa Roho wa Mungu. Haleluya! Kwenye uzazi wa kiroho, anayehusika kwenye uzazi huo anaitwa nani? Roho wa Mungu. Ndio maana Yesu anamwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, amen. Okay. Oh, Jesus, 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 Jesus. Pray the Lord. Karadabashanta. Sasa naomba tuongelee kidogo kuhusu mstari hii Yohana 3 mstari wa 5 anapozungumzia kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapozungumzia kuzaliwa kwa maji, tunakumbuka wakati Yohana ametangulia alikuwa anafanyaje? Alikuwa anawabatiza, lakini hiyo si kana kwamba ilikuwa inapelekea mtu azaliwe katika Roho. Ndio maana wakati Yohana anazungumzia, anawaambia ajaye nyuma yangu anafanya nini? Anabatiza kwa moto. Ni sawa wana wa Mungu, anabatiza kwa moto. Alikuwa anamaanisha kwamba mtu anapozaliwa, mtu anapookoka, tunajua kwamba kuna ubatizo wa maji, anazamishwa. Hilo ni jambo pia linalohusisha kwenye nini? Kwenye uzazi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hapaswi mtu kuishia kubatizwa kuhusiana na maji tu, lazima pia abatizwe kwenye namna ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu ni hatua ya kwanza ya kujazwa na Roho Mtakatifu, kumpokea Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu amehusika kwenye uzazi wa kiroho. Unajua, anayehusika kwenye masuala ya wokovu, Roho Mungu anahusika pia. Kwa hiyo kama Roho Mungu anahusika kwenye eneo la uzazi, bado pia tunahitaji kubatizwa, ubatizo wa moto au ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa maana ya kumpokea Roho Mtakatifu. Alafu tukitoka kwenye ubatizo tuna kitu kinaitwa kujazwa. Ujazo ni tendo endelevu, kila siku tunajazwa. Tupo sawa sawa? Ujazo ni tendo endelevu, kila siku tunafanyaje? Tunajazwa na Roho Mtakatifu. Ila kubatizwa ni tendo la siku moja, kwa maana ya kumpokea. Siku ulipookoka, ulipoongozwa sala ya toba, ulipokea Roho Mtakatifu, kwa sababu alihusika kwenye uzazi wako wa kiroho, kukuzaa kiroho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote aliyeokoka, aliyemwamini Yesu Kristo, si kana kwamba anakuaga yuko empty kabisa, kwa sababu aliyehusika kumzaa ni Roho Mungu, lazima awepo. Lakini eneo la ujazo, ili afikie viwango vya mito ya maji, ni tendo la kila siku, kujazwa kila siku. Ndio maana ukija kusoma kwenye lile andiko la Ezekiel 47 mstari wa 3 pale, utakuja kuona namna ambavyo kanisa linapaswa kufikia viwango vya ujazo vya Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Nafikiri kwa sababu ya muda
Tunaweza kusoma ile andiko kama pastor umefika hapo. Natamani tupate muda wa kujifunza vizuri. Ezekiel 47 mstari wa 3. Ezekiel 47 mstari wa 3. Naomba tuende hapo. Kama una Biblia fungua. Na tujitahidi tuwe na Bible, watumishi wa Mungu. Anasema, amen. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mkononi mwake, ndio, kwenda masharikini, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale, maji yakafika mpaka viweko vya miguu. Yaani kuna kiwango alianza nacho mpaka viweko vya nini? Ujazo fulani ulianza akafikia walau viweko vya miguu. Kwa maana yake tunaona ni kama mtu aliyeokoka ameamini siku ya kwanza, akawa na shauku fulani, akavuka walau kwenye viweko vya miguu, akawa na kiu akavuka, lakini hapaswi kuishia kwenye viweko vya miguu. Kisha akafika, yes, kisha akapima dhiraa 1000, ndio, akanivusha maji yale, yes, maji yakafika mpaka magoti. Tunaona ujazo wa huyu muamini umevuka viwango, umekuwa kwenye viwango vya magoti. Ujazo wa Roho Mtakatifu ametoka kwenye viweko, amekuja kwenye nini? Kwenye magoti. Haleluya! Huyu ni mtu ambaye ana shauku ya kukaa mbele za Bwana, ni mtu mwenye shauku ya kumtaka Mungu, ni mtu ambaye hajaridhika, anatamani kila wakati, Bwana, walau ungenijaza tena, ungenihudumia tena. Shauku yake ni kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kisha akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yakafika mpaka viuno. Viwango tena vimeongezeka, ujazo wake, viwango vya ujazo vimefika wapi? Viuno, kiunoni, amejazwa. Sasa Roho Mungu hana tabia ya kumjaza tu mtu asiyekuwa na shauku. Nafikiri somo kuhusu shauku nilishawafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mungu hawezi kumjaza mtu ambaye hana shauku. Lazima uwe na shauku ndipo afanye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wana Mungu, hapa ndipo panapofika mahala kuna tofauti ya mtu kuwa anaombea hela na mtu ambaye anaenda ili amtake Bwana. Haya sio maombi kwamba unajazwa ujazo Roho Mtakatifu kwa sababu unaombea mahitaji ya kazi, mahitaji ya pesa, mahitaji ya chakula. Haya ni maombi mtu ameenda mbele za Bwana na kiu. Anasema kila aonaye kiu na aje majini, kila aonaye kiu na aje majini, kila aonaye kiu na aje majini, kila aonaye kiu na aje majini. Maana yake kuna shauku rohoni inayosababisha kumvuta Bwana. Mungu akikuangalia anasema yes, tunamtembelea mtu fulani, tunaenda kwa mtu fulani. Yesu akasema kwenye ile Yohana 14 mstari wa 23 pale anasema Yesu akasema kila anipendaye atayashika maneno yangu. Alafu anasema mimi na Baba tutakuja na kukaa ndani ya huyo mtu, tutakaa ndani ya huyo mtu. Huyu ni mtu mwenye shauku. Unaona hivi viwango vyote vya ujazo ni shauku ndani ya huyu muamini, ni shauku ndani ya huyu mtoto aliyezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize jirani yako, una shauku ya nini tangu ulipookoka? Shauku ya kuoa, shauku ya kuolewa. Haleluya. Shauku ya kupata nini? Mwambie sio mbaya, lakini hebu fanya kipaumbele chako kiwe ni namna ya kumjua Mungu. Kwanza mjue Mungu kwanza. Ayubu 22:21 mpaka 22. Sema mjue sana Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie na hicho kiwango, mtu wa Mungu. Tumalizie na hicho kiwango ili turudi hapa kwenye pointi yetu ya uzazi. Mtu aliyezaliwa mara ya pili. Anasema kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto nisioweza kuvuka, maana maji yamezidi, yes, maji ya kuogelea, mto usiovukika. Na hapa ndipo unaona mtu akifikia hiki kiwango, huwezi ona ni mtu ambaye yuko hai kiroho leo kesho amezimia.
Huyu ni mtu ambaye muda wote akisema hata haleluya, ndani yake kuna bubujiko. Na ili uweze kufikia hiki kiwango, lazima uwe umeweza kushinda eneo la moyo. Anasema kwenye Mithali sura ya 4 mstari wa 23, anasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote, kuliko vyote ulindavyo, kwa maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ili uweze kufikia kiwango cha ujazo mpaka mito ifurikayo, lazima eneo la moyo liwe vizuri, eneo la msamaha liwe vizuri, eneo la kuachilia liwe vizuri. Huwezi fikia hicho kiwango kama wewe ni mtu wa kuweka mafundo moyoni, mtu usiyesamehe. Huwezi fika hicho kiwango, kwa sababu inasema Mungu si Mungu wa nini? Wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo mtu anayeweza kufika kiwango hiki cha kufurika kama mito ya maji ifurikayo ni mtu ambaye amefika kiwango moyo wake ni moyo safi. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Huwezi tu kufika kwa sababu Roho wa Mungu anataka ufike, ila pia na wewe kuna part yako, kuna sehemu yako umeweza kuhusika. Eneo la ulinzi wa moyo sio la Mungu, ni la wewe mwenyewe, namna unavyoenenda. Narudia tena, eneo la ulinzi wa moyo sio la Mungu, ni la kwako wewe mwenyewe. Maisha yako unayoishi, watu unaohusiana nao, namna unavyoenenda itategemea moyo wako unakuaje, nini unachojilisha, nini unachotazama. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Sije ukaanza kuomba Mungu nilindie moyo, alafu unaenda kila mahali. Mungu afanyeje? Akulindie moyo. Mungu afanye hiyo kazi, anataka wewe mwenyewe, kwa sababu wewe una utashi wa kuamua kwamba pale siendi, naamua kuishi aina fulani ya maisha. Kama sina cha kufanya kuliko kwenda kusurula, ni heri nikae ndani niombe, nisome neno, na sidhani kama hauna cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa umri ulionao hauna cha kufanya. Halo, halo. Kwa hiyo naomba turudi sasa kwenye pointi yetu kuhusiana na anayepaswa kukulia wokovu ni mtu aliyezaliwa mara ya pili. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema, kama watoto waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Huyu ni mtoto aliyezaliwa kiroho. Kuna mambo fulani lazima yafanyike ili aweze kukulia nini? Wokovu. Na hayo mambo yanaitwa, kwanza kabisa lazima huyu mtoto awe anatamani kunyonya. Huyu mtoto aliyezaliwa mara ya pili awe anatamani kufanyaje? Kunyonya. Ni hatari kama katoto kamezaliwa na akali wala akataki kunyonya. Mungu atusaidie sana. Na maanisha nini? Unashangaa mtu ameongozwa sala ya toba, yaani ajishughulishi kwa chochote. Mwana wa Mungu, kazi ya kufuatilia ili ufundishwe ni ya kwako wewe. Sema amen. Sema amen. Tutajua kwamba huyu mtu ni mtu anayetaka kufundishwa pale atakapokuwa ana shauku, anatamani, jamani hapa sijui hiki kinakaeje. Tutajua huyu ni mtoto aliye hai, analia ili anyonyeshwe. Praise the Lord. Angapi hapa ni wamama wana watoto kimwili tu? Nafikiri unaelewa mama, siku umejifungua huyo mtoto, fikiria kama siku ya kwanza tu tangu labda siku nzima ali wala nini, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki ali na anyonyi, ungejisikiaje? Nafikiri ungeanza kutumia
namna ya kuwasiliana na madaktari ili wamwangalie huyo mtoto ana shida gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata ndugu wanaokuja kukusalimia wanakuuliza ananyonya vizuri? Sio, unanielewa ninachosema? Ananyonya vizuri? Ndio, ananyonya vizuri. Oh, wow. Wanafurahi kwa sababu matarajio ya mzazi yoyote anapozaa, anapopata mtoto, anapojifungua mtoto ni kuona mtoto wake ananyonya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mzazi anapata mtoto alafu mtoto kwamba yani amezaa tu ili mradi kwamba mimi nimezaa tu kanakaa tu hapa hakanyonya wala nini. Kuna huyo mzazi? Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona jambo la kwanza hapa, kuna kitu kinaitwa yatamanini nini? Maziwa ya akili. Kuyatamani maziwa ya akili. Tunapozungumzia kuyatamani maziwa ya akili, tunazungumzia ile shauku. Shauku. Bwana Yesu asifiwe. Shauku ya kutamani kuwa na kiu ya rohoni. Anasema heri wenye njaa ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu ambaye kweli ameokoka kutoka moyoni, kweli ameokoka kweli, kile kilichomuokoa tayari kuna muunganiko. Kwa hiyo muda wote utaona huyu mtu anatamani kusikia habari za yule aliyemuokoa, kufuatilia habari za yule aliyemuokoa, kwa sababu tayari yuko connected. Biblia inasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa ngapi? Wa 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa sawa? Wa 15 na 16 anaongelea hicho kitu kwamba Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu pamoja na roho zetu hushuhudia kwamba sisi ni wana wa Mungu. Alafu ule mstari wa 16 anasema Roho wa Mungu aliaye hapa ndani yetu. Kwa maana hiyo Baba. Kwa hiyo kama umezaliwa kwa roho kweli, umezaliwa na Roho wa Mungu kweli, Roho wa Mungu aliyoko ndani yako atakuwa analia Aba. Yaani kunakuwa na connection kati ya roho yako na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo haiwezekani ukakaa wiki nzima hautamani maziwa. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Mungu atusaidie kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi unajua wana wa Mungu, kwa nini tumekuja kuwa na kanisa ambalo unakuta yani watu hata hawaelewi sasa hawa ni watu waliookoka au kwa nini? Kwa sababu watu wengi siku walipoongozwa sala ya toba hawakuaga na kiu ya mkini ya kufanyaje, shauku ya kufanyaje. Na kiukweli nikwambie siri, watu wengi ukimuuliza mtu, ukimuuliza umeokoka, umemwamini Yesu, anakuambia mimi nilikuwa nimeenda kuombewa. Nilikuwa nimeenda kufanyaje? Kuombewa. Sasa kuombewa sio kuokoka. Kuombewa sio kufanyaje? Sio kuokoka. Kuombewa ni kuombewa na kuokoka ni kuokoka. Kwa hiyo watu wengi wameibukia kwenye kuombewa lakini hawajawahi kuchukua hatua ya kuokoka. Na ndio maana mtu aliyeibukia kwenye kuombewa ukitaka kumleta kumfundisha kwenye masuala ya kuyatamani maziwa ya akili, hapo ndipo shughuli inaanzia hapo. Anakuambia mimi nilikuja uniombee, haya mengine achana nayo. Si kama unanielewa mtu wa Mungu. Lakini mtu aliyeokoka utaona ndani yake ana shauku ya kujifunza zaidi kuliko maombezi. Kwa sababu kuna kitu ndani, anawiwa kujua kitu, anawiwa kujua aliyemwokoa, anawiwa kupata ufahamu kwa ajili ya yule aliyemwokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na ndio maana juzi nilikuwa nimeandika somo fulani kuhusiana na ufuasi. Nikasema ufuasi mwingi ulioanzia kwenye kuombeana unakujaga kuishia hivyo hivyo tu. Lakini ufuasi ulioanzia kwenye kuokoka ni ufuasi ambao watu wanaenda siku kwa siku, kwa sababu haiwezekani umzae mtoto alafu mtoto akamkataa mzazi.
Siku kwa siku anaendelea kukaa na mzazi wake, kwa sababu anahitaji kufundishwa na kufundishwa kwa habari ya ule wokovu aliopata. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Haleluya, haleluya. Hivi kwa nini kizazi cha leo unakuta mtu anaweza akaja leo akafunguliwa, kesho amuone? Mngetamani mtu akae afundishwe, ajengwe, lakini yeye mtazamo wake na malengo yake ni kupata vitu vya kimwili. Hayupo kwa ajili ya kutengenezwa, kujengwa ili awe mwanafunzi na yeye awafanye wengine kuwa wanafunzi. Kusudi la Yesu alikuwa kuwaombea watu. Kusudi la Yesu ilikuwa ni kuwajenga watu wawe wanafunzi ili na wao wafanye wengine kuwa wanafunzi. Muulize jirani yako, wewe unaweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Kristo? Muulize hapo, atakwambia kwamba ni ndio au hapana. Halo, muulize hapo, muulize tena, usimwogope, muangalie usoni. Unaweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Kristo? Muulize, wewe umeshafanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo au umehepa madarasa? Kimbia madarasa. Asalia kimbia madarasa hawezi kuwafanya wengine wakae darasani. Sinaongea na mtu wa Mungu mahali hapa. Na ili uweze kufanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo, lazima uweze kujifunza masuala ya kukulia wokovu. Hivi unajua unaweza ukamtumikia Mungu, unaweza ukatumika lakini hujakuwa kiroho. Sio kama unanielewa ninachosema. Utumishi ni jambo lingine na ukuaji ni jambo lingine. Halo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni muhimu kukua kabla ya kutumika. Naongea na mtu, kwa sababu kitakachokuja kukupa shida ni pale ambapo watoto ulionao watahitaji chakula zaidi na wewe hauna. Miaka iliyopita Mungu aliniambia kitu kigumu sana. Akaniambia, Emmanuel, nitafuta, naona mlima mbele yako. Mimi nikaa natafuta mlima, ni mlima gani? Kumbe Mungu alichokuwa anaongea pale, alikuwa anaona nina shauku ya kumtumikia ila sina maarifa. Mungu atusaidie. Nilikuwa na wiwa kweli, natamani kila wakati nitoe pepo, lakini Mungu anapoangalia, ni kweli nitatoa pepo. Je, ukitoa pepo, wameshatolewa pepo, nini kitaendelea baada ya kutoa pepo? Naongea na mtu. Halo? Na ndio maana utakuja kuona kwamba Yesu anaposema kwenye ile Mathayo 28:19 anasema, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Maana yake anamaanisha wewe uliyefanywa kuwa mwanafunzi na wewe unaweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Na ndio maana mtu ukishamuongoza sala ya toba, wewe uliyemuongoza sala ya toba unapaswa umfuatilie, umlishe mpaka huyo mtu aimarike, sio ukamsukumizie kwa baba wa kiroho. Wewe ndio utakuwa unamfuatilia kila siku. Si wewe umefanyika kuwa mwanafunzi? Lakini kama ulikimbia madarasa, kitakachoendelea pale kwamba baba, nimekuletea, nilimuongoza sana toba baba. Huyo hapa baba, endelea naye baba. Maana wewe ulikimbia nini? Madarasa. Ukimbia nini? Madarasa. Haukufanyika kuwa mwanafunzi. Alafu nataka wafanye wengine kuwa nini? Kuwa wanafunzi. Unakifanyio. Halo? Yesu anayewaambia kina Marko, kina Mathayo ya kwamba nifuateni, nitawafanya kuwa wanafunzi. Yeye amefanyika kuwa. Utakuja kuona maisha ya Yesu na baba yake. Anawaambia nimekuja niyafanye mapenzi ya nani? Anawezaje kuyafanya mapenzi ya baba yake kama hayajui? Halo? Anawezaje kuyafanya mapenzi ya baba yake kama hayajui? Maana yake Yesu ni mtu mzuri, aliye mnyenyekevu, ana roho ya wanafunzi, ana spirit ya wanafunzi, anakaa, amekula, ameyaelewa. Ndio maana anasema nimekuja niyafanye mapenzi ya baba yangu.
kwa sababu anayajua. Kuna mahali anasema yale niliyoyaona kwa Baba ndio hayo ninayofanyaje. Haleluya, haleluya. Unajua Yesu alikuwa anatufundisha kitu hapo, kwamba hata sisi wa leo kama haujakubali kuwa mwanafunzi mahali, ni vigumu kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Kama haukukulia wokovu, ni vigumu kuwafanya wengine waukulie nini? Hauna maarifa ya kuwafanya waukulie nini? Haleluya, haleluya. Wangapi hapa tangu umeokoka labda una wiki mbili, na tangu umempa Yesu maisha yako na wiki mbili au na wiki moja tu? Inua mkono wako kama upo. Wangapi wana miezi miwili? Wangapi wana miezi 6 tangu umeokoka? Wangapi wana mwaka tangu umempa Yesu maisha yako? Wangapi wana miaka 2 tangu ulipoongozwa sala ya toba? Wangapi wana miaka 5? Wangapi wana miaka 10? Wangapi wana miaka 20 kwenye wokovu? Kwa hiyo wengine wana umri gani kwenye? Haya, nianze na yule wa mwaka mmoja. Tumeanzia kwenye mwaka mmoja. Una nini mpaka leo? Kwamba unaweza ukamfanya mwingine kuwa mwanafunzi tangu ulipompa Yesu maisha yako mwaka mmoja. Una maandiko mangapi? Walau nianzie na huyu wa mwaka mmoja. Una maandiko mangapi walau kichwani? Ambao nikikusimamisha hata sasa hivi utaniambia, yani bila kusuasua, kwamba mahali fulani pameandikwa hivi na hivi na hivi. Mangapi? Yani ambayo unajua hata ningeamsha usingizini, maandiko 10 ninayo, 20 ninayo, 50. Mtu wa mwaka mmoja nitapita na kwengine wala miaka 2, 5. Kwa sababu wana wa Mungu, hichi ninachokisema, kwa nini kuna mahali Yesu anasema mavuno ni mengi lakini watendakazi. Sasa kwa nini watendakazi ni wachache? Kwa sababu watu wengi wamekuja kuingia kwenye masuala ya Mungu kwa namna ya vitu na sio kufanyika wanafunzi. Si kama unanielewa ninachosema? Watu wengi wamekuwa wameenda kwenye, yani jambo la kwanza wamelifanya kuwa la pili, na la pili wamelifanya kuwa la kwanza. Kusudi la Yesu lazima kwanza watu waanzie kwenye wanafunzi, alafu na mengine pia wazidishiwe. Ni sawa? Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengineyo mtafanyaje? Ila watu wakaja wakaanzia kwenye mengineyo, alafu ile namba 1 wakaifanya kuwa namba. Na hapo ndipo kanisa linapo unaweza kuona kama hapa mfano tupo hapa hivi, kila mtu kimtuma kwamba wewe kesho utuletee walau mtu mmoja uliyemshuhudia mtaani, utaona namna mtu anavyojitetea. Kwa sababu tatizo limeanzia wapi? Watu walienda kufanya namba 1 kuwa namba 2 na namba 2 kuwa namba 1. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikisema kitu kiwe cha kwanza, maana yake kinapaswa kiwe cha kwanza. Ikisema kitu hiki kiwe cha pili, kinapaswa kiwe cha pili. Kwa hiyo hatupaswi kubadilisha kile cha kwanza kiwe cha pili na cha pili kiwe cha kwanza. Tunafeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Mungu, hakuna namna tunaweza kufikia ulimwengu kama hatujaweza kukua kiroho, kama hatujajengwa kwenye eneo la ukuaji wa kiroho, kama hatujaukulia wokovu, hakuna namna tutaenda, kwa sababu wale tunaoendea nao wana maarifa kwenye maeneo yao. Je, sisi tuna maarifa gani ya kuweza kugeuza kushindana na yale maarifa ya kipepo walionayo? Mungu atusaidie sana. Ndio tutaonashangaa, unapiga swali moja tu, unaenda kumshuhudia mtu anakuuliza swali moja na hujui chochote, unabaki pale unacheka cheka.
Ambia wewe nenda bwana, hujui chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kila ufalme unaenda na knowledge fulani. Ufalme wa giza, wana wa ufalme wa giza nao wana elimu zao katika ulimwengu wao wa giza, na wana wa nuru nao pia wanapaswa kuwa na elimu ya Mungu, wawe na uelewa katika masuala ya Mungu wao, ili hata unapoenda sasa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, lazima uwe na kifanyio, lazima uwe na namna ya kuwageuza watu. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Haleluya. Ndio maana ukihepa kwenye darasa la masomo ya kukulia wokovu, haijalishi utakuwa na miaka mingapi kwenye location ya msalaba, bado wewe utakuwa ni mtoto mchanga. Na moja ya jambo ambalo Mungu analifanya, hatokuamini. Mungu hawezi kuamini watu wachanga kwenye mambo makubwa. Unanielewa? Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa kwanza, anasema vizuri, anasema mrithi awapo mtoto. Mrithi awapo mtoto. Ni mrithi lakini ni mtoto. Hajakuwa kiroho. Hataki kukua kiroho. Mungu atusaidie sana. Anasema hana tofauti na nani? Na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Sasa moja ya kitu cha ajabu sana, sidhani kama huyu mama na huyu na mume wake kwamba wanaweza kumrithisha huyu mtoto nyumba sasa hivi, kwamba wakaenda wakamkabidhisha, hii ndio nyumba yako, kuanzia leo chukua, tumekurithisha. Inawezekana? Kwani sio mtoto wako? Kwa nini haiwezekana? Bado ni mdogo, lakini ni mwana, ni mtoto, ila hajafikia kuwa na uwezo wa kukabidhiwa vitu vikubwa. Na ndio maana mbele za Mungu, Mungu afanye kwa sababu unavyoomba. Mungu anaangalia zaidi ukuaji wako. Mungu anaangalia zaidi ukomavu wako. Halo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Mwana wa Mungu, ufunga utakavyofunga, kama kwenye eneo la ukuaji aliko vizuri, Mungu atasubiri mpaka utakapokuwa. Mungu amwamini mtu kwa sababu ya namna anavyofunga na kuomba. Mungu kuna wakati anamwamini mtu kwa sababu ya namna ya ukomavu wake wa kiroho, namna ambavyo maamuzi yako ya kiroho yalivyo, namna ambavyo ya ukuaji wako. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie kuelewa. Leo sijajua, nafikiri ninahubiri labda, lakini naomba tu upate cha kuandika. Sema amina katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, andika hii point nikutajie sasa, maana ndo nimewazoeza hivyo kwa kuambia andika hivi. Haya, andika hivi. Kibiblia ni muhimu sana kukua rohoni. Kibiblia ni muhimu sana kukua rohoni. Kibiblia ni muhimu sana kukua rohoni. Haleluya. Kwa hiyo kukua kiroho ni jukumu la kwanza. Kukua kiroho ni jukumu la kwanza unapaswa kulifanya baada ya kuokoka. Nitarudia upate vizuri point. Kukua kiroho au kukulia wokovu ni jukumu la kwanza unapaswa kulifanya baada ya kuokoka. Haleluya. Tayari au nirudie? Wangapi wanasema nirudie? Wangapi wameshaandika vizuri? Kwa sababu nitakagua baadaye. Haleluya. Mwalimu atakagua kazi za wanafunzi. Sema amina. Tukikuacha tusipokukagua hatujui unaandika au hauandiki sasa. Na sisi tunataka ukue. Nataka usogee hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye usije ukasingizia nilikuaga pale nalelewa kwa Pastor Emmanuel James Kiula. Kumbuka Biblia inasema tutatoa hesabu.
Hasa nani anataka mambululo wa kiroho? Yaani siku sisi tuende tuingie mbinguni alafu wewe unatiatia huruma hapo. Hello. Nani anataka sisi hatutaki tukuache. As long as Mungu amekuleta hapa, tunataka tukufuatilie mpaka tuone kuna badiliko linatokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na sasa hivi tutaanzisha utaratibu, tutakuwa tunafuatilia watu kila wiki. Umesoma nini tangu wiki imeanza? Umejifunza nini? Tutaanzisha huo utaratibu. Umeanza kukua kimaombi, umeomba, ulikuwa unaomba dakika ngapi, umeishia dakika ngapi? Sema amen kama unafurahi. Haleluya. Sasa shangaa mtu hata hawezi ombea hata chakula. Yaani ukimwambia haya ombea, shukuru kwa ajili ya chakula, yaani anahangaika. Hawezi pangilia. Kwa sababu mtu ni mtu ambaye hakui wapi? Kiroho, yaani navunja kila roho ya udumavu katika jina la Yesu. Sema kila roho ya udumavu kiroho na ikataa kwa jina la Yesu. Mtu aliye dumani hatari, yaani hakui wala nini, yuko vile vile miaka na miaka. Mungu atusaidie sana. Mwambie jirani yako, hakikisha unakuwa kiroho. Sasa tumeona kwamba mtu anapookoka, jambo la kwanza ni kukulia nini? Wokovu. Hilo ndio jambo la kwanza. Kabla hujaanza kujua maombi ya vita ya kuwapiga wachawi, jambo la kwanza ni kukulia nini? Kwa sababu usipokulia wokovu, hiyo vita yenyewe huwezi kupigana, maana huna maarifa. Hujaiona mtu ameokoka tu akaanza kupigana vita za rohoni, mwisho wa siku akapigwa akachanganyikiwa. Kuna kijana mmoja aliokokaga hapa, tukamuongoza sala toba, tukamwambia sasa tulia, sasa ufuate tukufundishe. Yeye akawa anajitenga, anaenda kufunga milimani, sio alienda kufunga huku sio Kibamba, sio hapo kuna pori fulani kule, anasema. Sasa amerudi midomo imechubuka, anasema alikuwa anafanyia utakaso. Hapa kwenye kifua ana kidonda, sema nilikuwa natakaswa. Ulikuwa unatakaswaje? Utakaso gani huu? Na amerudi ana majitu mengi. Sio kama unanielewa. Amekwepa kukaa kwenye wanafunzi, hana roho ya wanafunzi, anataka kujiongoza, anataka kujitegemea. Mungu atusaidie sana. Mwisho wa siku alifanya kituko. Nakumbuka siku hiyo hapa tunamshauri mara akaenda bafuni aoge, akatoka na boxer. Ile ndo tumkamata tumvalishe nguo, akaruka kwenye ile korongo. Nikamkuta kule juu, tukamfuatia, mkuta amewakusanya watu pale, hiyo box yenyewe imechanika, private part zake ziko nje, anahubiri eti pale amekusanya watu anahubiri. Yuko kifua wazi. Nasema yani naongea na mtu mahali hapa. Kwa sababu usipokubali madarasa ya kukulia wokovu, mwana wa Mungu, kinachotokea, unajua ulimwengu wa roho utakuchanganya. Ni sawa na katoto kamezaliwa, kamegoma kunyonya, kanakuwa weak, dhaifu. Naomba nisaidie ndugu, naona anachukuliwa na usingizi. Na nilipiga marufuku hapa watu kulala. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kama una shida ya kulala, wewe unalala jana yake saa 1 jioni, uamke leo mapema ili usije kusinzia. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Au ninavyohubiri na kufanya ulala. Najaribu kuhubiri ili usilale ujue. Amen. Je, nikifundisha sasa je, kufundisha ni kama walimu wanaendaga slow hivi. Najaribu wanao kukaza mahali ili kukushtua. Sasa lazima uelewe lugha yangu kwamba nakushtua pia usifanyaje. Kwa hiyo tumesema ukiokoka, jambo la kwanza ni kufanyaje? Ni kuhakikisha unafanyaje? Unaukulia wokovu. Wangapi tangu walipookoka walifundishwa masomo ya kukulia wokovu? Au mlibukia tu kwenye vyakula vigumu vile, makande, mifupa? Mungu anisaidie sana. Unajua mimi nimekuja kujifunza kitu. Kwa mfano, Dar es Salaam hii
Mtu ukimwambia aje siku za katikati mfundishe masuala ya kukulia wokovu, anakuambia sina chakula, naenda kutafuta riziki. Sasa hata Mungu atusaidie sana. Naongea na watu mahali hapa. Unaona masomo tunayafundisha hapa leo Jumapili, hatuna namna ya kukupata. Sasa ndio leo tumekupata, inabidi tukufundishe leo. Halo, kwa sababu siku za katikati unatafuta nini? Riziki. Na sisi hatuwezi kukulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuambia mkini uje hapa, labda utalalamika, watu wenyewe kila siku kanisani. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukija kama leo ndio unataka utulie, yani uwe macho hivi, yani macho yako yanitazama hivi, ili walau upate cha kusaidia mwana wa Mungu. Utarithisha nini hao watoto wako kama hauna msingi mzuri? Praise the Lord. Hallelujah. Kanisa, hallelujah. Aya. Kwa hiyo kukua kiroho, andika hiyo point. Kukua kiroho ni lazima kwa kila Mkristo na kila mhudumu wa Injili. Kukua kiroho ni lazima kwa kila Mkristo na kila mhudumu wa Injili. Kukua kiroho ni lazima kwa kila Mkristo na kila mhudumu wa Injili. Usije ukasema mimi ni apostle fulani, mimi ni evangelist fulani, mimi ni pastor fulani, mimi ni mwalimu wa neno fulani, lakini hautaki kukua kiroho. Kwa maana hata mimi naye niona leo hapa bado nakuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wa Mungu, mpaka Yesu anarudi hatujafika kiwango kwamba tumetosheka kwenye kukua nini? Kila siku napaswa kukua kiroho. Na ili ukue kiroho, manake lazima ujifunze. Kuna kujisomea mwenyewe na pia kuna kukaa chini ya watu wa Mungu, watu walio juu yako wakufundishe. Haleluya. Unakumbuka habari za mtu mmoja anaitwa Toashi, wakati malaika wa Bwana amemwambia Filipo, Roho Mtakatifu amemwambia Filipo kwamba aende akutane na huyo Toashi. Wakati huyo Toashi Filipo ameenda akamkuta Toashi anasoma kitabu gongo la chuo. Filipo akamuuliza, unaelewa? Akasema, nitaelewaje mtu asiponielimisha? Anasoma ila haelewi. Ni mpaka mtumishi wa Mungu Filipo alipoanza kumfunulia siri ndipo akaelewa. Okay, hasa hapo tunajifunza kwamba kuna aina ya vitu huwezi kuvielewa kama hauko tayari kuwa na roho ya wanafunzi, tabia ya wanafunzi. Sio kila kitu utasoma utajisomea ukakielewa. Kuna vitu vingine kwenye ufalme wa Mungu unahitaji kukaa chini ya watu wa Mungu wakuu ili wapate kukujenga, wapate kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Nasikia raha sana. Je, wewe unasikiaje? Sikia raha sana. Na kiukweli hautabaki kama ulivyokuwa. Hapa ni mahali pa badiliko kwa jina la Yesu. Maisha yako ya kiroho na kimwili hayatabaki kama ulivyokuwa. Nasema roho ya maarifa na ufahamu ikuingie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uanze kupenda kutafuta siri za ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Nisikia amina kama radi kwa jina la Yesu. Haleluya. Shadagaba. Naomba tuangalie kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 80. Alafu tutaangalia pia Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 1 mstari wa 80 na Luka sura ya 2 mstari wa 52. Ila mashandele bagadaga bashana. Naomba tuende hapo mtu wa Mungu. Biblia inazungumzia kwenye hii Luka 1 mstari wa 80 nasema Yohana akakua na kuongezeka nguvu roho. Yohana akakua na kuongezeka nguvu wapi?
Umeshafika hapo, unaweza kusoma. Anasema yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni. Yes. Akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Haleluya. Akakua akaongezeka nguvu wapi? Rohoni. Huyu ni Yohana, akakaa majangwani, akakua akaongezeka nguvu rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome pia tu connect na hiyo na hiyo Luka 2:52. Anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, yes, akimpendeza Mungu na wanadamu. Huyu ni tumemwona Yohana na Yesu pia wote wamefanyaje? Wamekuwa. Haleluya. Nitakuja kufafanulia maeneo muhimu ambayo walikuwa. Haleluya. Haleluya. Kabla hatujafika kwenye hayo maeneo, naomba uandike hivi. Kukua kiroho ni wajibu na wala sio jambo la moja kwa moja. Kukua kiroho ni wajibu na wala sio jambo la moja kwa moja. Kwa hiyo haiwezi ikatokea automatic. Yaani hauwezi ukaokoka na ukakuwa automatic kiroho. Kwa hiyo kuna wajibu lazima ufanye ili ukue kiroho. Tuko sawa sawa? Kukua kiroho sio jambo la automatic kwamba umeokoka leo yani umerukiwa na ukuaji. Kuna maeneo, kuna wajibu umehusika wewe kufanya, ndipo ukue kiroho. Kwa hiyo kukua kiroho ni hatua, ni process. Haleluya. Ukuaji wa kiroho ni jambo la hatua, ni process. Lazima uwajibike. Sio tu watumishi wa Mungu wanaokulea kwamba wao ndio watakuwa wanakutafuta. Uko tayari tukufundishe, mnitafute baadaye, niko busy. Yaani wewe mwisho wa siku sasa ni wewe mwenyewe, mtoto analia anataka kunyonya. Haleluya. Tuko sawa sawa? Hivi kuna wakati utakuwa ufike mahala unatenga muda, unakuja hapa kanisani, unakaa hapa. Kama kuna maswali unaweza ukawauliza watumishi wa Mungu, wanakufafanulia kwamba hiki kipo hivi na hivi na hivi. Amen. Kama una kitabu chako, yamkini una kitabu, unanunua vitabu, unakuja hapa kanisani mahali penye utulivu, unajisomea hapa. Sidhani kama nyumbani unaweza ukawa na huo muda wa kujisomea. Ndugu yangu, unaweza ukashangaa, unasema ngoja leo nitajisomea. Ghafla mara kuna hiki. Huwezi pata huo muda. Yaani mpaka uwe ni mtu ambaye kweli umejidhabihu, uwe umeshaushinda mwili. Bwana Yesu asifiwe. Uwe umeushinda nini? Mwili. Shangaa mtu mwingine ameshika hivi Biblia ndo ameshapotelea hapo. Shapotelea hapo. Alikuwa anasoma nini? Kwanza hata uelewi hiyo mistari yenyewe. Si maramia uje hapo alau ukikwama unauliza jamani samani. Hivi hapa alipokuwa mfano alikuwa anaelezea pale mtumishi wa Mungu pale. Akaelezea habari za Ezekieli sura ya kwanza, magurudumu na nini? Hivi wewe kama hata uelewe chochote ukisoma magurudumu unaelewa? Utaanza kueleta magurudumu ya nini? Ndicho kilichomtokea Toashi. Anasoma kitabu cha nabii Isaya ila haelewi chochote. Halo, tena mahali alipokuwa anasoma alikuwa anasoma habari za Yesu Masihi. Haelewi. Anafikiri kwamba ni kama jambo litatokea, kumbe tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie kuelewa. Kwa tumesema ukuaji wa kiroho sio jambo automatic kwamba ni kama gari la automatic ukikanyaga tu hivi limeanza kwenda. Ni kama manual, yani ni hatua. Unaanza hatua hii, unaenda hatua hii, unaenda hatua hii. Sasa lazima pia uwe chini ya walimu wanakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mfano huyu mtoto hapa.
Yaani yeye mabadiliko yake mengi ya uelewa yanatarajia wazazi, waalimu wake, wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wazazi wasipompeleka shule atabaki vile vile, hata kama wanajua kufunga na kuomba atabaki vile vile. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ni sana mtu aliyeokoka asipokubali kukaa chini ya walimu, hakuna chochote kitakachoingia ndani yake cha kumfanya kumwelimisha, kwa sababu kuna ujinga wa kiroho. Si kama unanielewa? Anaweza akawa anaelewa mambo ya chuo kikuu, lakini ana ujinga wa nini? Wa kiroho. Anaweza akawa ni mtaalamu wa madawa sio ya mifugo, lakini ana ujinga wa nini? Na ujinga wa kiroho hauwezi ukaondolewa kwa sababu anajua madawa ya mifugo. Wenyewe unahitaji huyu mtu akae chini ya walimu wanaoelewa mambo ya kiungu, wamfundishe, ndipo wauondoe huo ujinga. Kuna mahali Biblia inasema kwenye Zaburi, anasema kwa kumfundisha nisi kunaondoa nini? Kunamuelimisha, kunamuelimisha mjinga na kuleta nuru. Hilo andiko kama tungelipata lingetusaidia. Sikumbuki ni Zaburi ngapi. Naweza ukanisaidia kama unakumbuka wewe. Hata mimi pia huwa nasahau. Sema amen. Sema amina. Sio kila andiko nakumbuka. Kwa tunahitajiana. Sawa. Sasa ngoja tuangalie kama mambo matatu kwenye eneo la ukuaji ambalo Bwana Yesu alikuwa katika maeneo haya matatu. Jambo la kwanza, akili. Tunaona Bwana Yesu alikuwa kwenye eneo la nini? La akili. Akili tunamaanisha aliendelea katika hekima. Alikuwa kwenye eneo la akili, aliendelea katika nini? Katika hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia akili, tunazungumzia eneo la nini? La hekima ya Mungu. Unajua kuna hekima mbili duniani. Kuna hekima ya kibinadamu na hekima ya Mungu. Haleluya. Na hekima ya Mungu ndio hekima iliyo kuu zaidi kuliko hekima zote. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona jambo la kwanza, Bwana Yesu alikuwa katika akili, kwa maana ya aliendelea katika hekima. Jambo la pili, rohoni. Andika hivyo hivyo rohoni, alafu nitakwambia cha kuandika. Rohoni kwa maana ya upendeleo, kibali kwa Mungu na wanadamu. Kwa maana ya upendeleo au kibali kwa Mungu na wanadamu. Alafu utaandika hivi, alipata kibali. Alipata kibali. Alipata kibali. Kwa maana hiyo, huu ni ukuaji wa rohoni ndio unaomsaidia mtu kukubaliwa. Huu ni ukuaji wa rohoni. Alipata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Kwa hiyo huu ni ukuaji wa rohoni unaofanyaje? Unaomsaidia mtu kukubaliwa. Usipokuwa katika hekima ya Mungu, maarifa ya kiungu, utatafuta kukubaliwa na watu, itakuwa ni vigumu, kwa sababu watu hawamkubali mtu kwa nje, ila kile alichobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona hapa Yesu alikuwa katika maeneo ili eneo la pili, kwa maana ya rohoni. Maana yake alipata upendeleo au kibali kwa Mungu na wanadamu. Alipata kibali. Huu ni ukuaji wa rohoni ndio unaomsaidia mtu kufanyaje? Kukubaliwa. Kadiri unavyokuwa kiroho ndivyo unafanyaje? Unakubaliwa. Unajua mtu ambaye hana hekima ya Mungu akianza kuongea tu hivyo, watu wanajua hapa hamna kitu. Hapa tumepigwa. Halo? Kuna mahali fulani nafika, Yesu anaongea na watu, anawafundisha watu, anasema haya maneno mbona ni maneno ya hekima mno.
Walikuwepo wengine wanaofundisha kwenye masinagogi, lakini hawana hekima kama ya Bwana Yesu. Na ndio maana inafika maana nasema huyu atakuwa na wafuasi wengi, kutakuwa na watu wengi watakaomwamini, kwa sababu maneno anayoyanena ni maneno sio ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa rohoni, amekuwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatembea katika hekima, ufahamu, maarifa. Praise the Lord. Unaweza wakawepo wahubiri labda watatu wakasoma andiko hilo hilo, lakini kunakuwa na tofauti katika uwasilishaji. Kwa nini? Kwa sababu ya kila mtu alivyokuwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza akaishia tu Mathayo. Kwa hiyo Yesu alienda Kapernaumu, ikaishia pale. Mwingine ataanza kufafanusha kadiri ya namna ndani alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa sasa? Sawa. Eneo la mwisho maana yake la tatu, alikuwa kimwili kwa maana ya kimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa kimwili kwa maana ya nini? Ya kimo. Praise the Lord. Alikuwa kimwili kwa maana ya nini? Ya kimo. Alikuwa kimwili kwa maana ya nini? Ya kimo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikuonyeshe jambo la ajabu. Unajua, kadiri mtu anavyokuwa kiroho, ule ukuaji wa rohoni utasababisha hata maisha yake ya nje kubadilika. Ni sawa? Kinachomfanya mtu watu waweze kumsikiliza sio kwa sababu ya upako, ni hekima iliyo ndani yake. Tuko sawa sawa? Kinachowafanya watu wakusikilize au watu wakufuate sio tu kwa sababu ya upako peke yake. Hekima iliyoko ndani, namna ambavyo unaongea, namna unavyofunua siri mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hekima iliyo ndani ya mtu ndio inayotatua, inayoleta majibu. Halo. Unaweza ukawa na upako, kama hauna hekima bado hautaleta utatuzi wa mambo kwenye jamii. Kwa hiyo hekima iliyoko ndani ya mtu, hekima ya kimungu iliyoko ndani ya mtu ndio inaweza kuleta nini? Utatuzi wa mambo. Ndio maana mtu anaweza akawa na mtu mwenye hekima, wanaweza akaenda watu wenye changamoto akaweza kutatua changamoto kwa sababu ndani yake ana hekima. Kuna mtu mmoja anaitwa Sulemani anaomba hekima, ajue namna ya kutoka na kuingia kwa wana wa Mungu wale anaowaongoza. Maana yake hekima ikiwepo mahali, hekima inatatua nini? Matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hekima inaona namna ya kutatua nini? Kwamba huyu kwa sababu ya kitu hiki kinapaswa kitatuliwe kwa namna hii. Praise the Lord. Kuna mtu naongea naye mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende kwenye andiko moja tuone. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Kuna mambo kama matatu hapa Paulo anayazungumzia kuhusiana na mtu ambaye hajakuwa kiroho. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Anasema hivi, nilipokuwa mtoto mchanga. Huyu ni Paulo anasema, nilipokuwa mtoto mchanga kiroho. Namba moja, na alisema kama mtoto mchanga. Halo. Namba mbili, na nifahamu kama mtoto. Namba tatu, na nifikiri kama mtoto. Kwa hiyo mambo haya matatu ni mambo ambayo yanahusiana na ukuaji wa kiroho. Lazima mtu anapokuwa kiroho aweze kudili na haya mambo matatu. Jambo la kwanza nini? Usemi wako. Unaweza kama hujakuwa kiroho, bado mtoto mchanga, utasema kama mtoto. Kumbe ninapokuwa kiroho lazima niweze kushughulika na mambo matatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usemi wangu,
Mtu akianza kuongea watu watajua kwamba huyu mtu amekuwa kiroho au bado ni mtoto mchanga, namna anavyoongea mambo, namna anavyozungumzia vitu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu jambo la pili, ufahamu wa huyo mtu. Tuko sawa sawa? Kadiri mtu alivyo mtoto mchanga ndivyo na ufahamu wake rohoni unakuwa wa mtoto mchanga. Haya, namba 3, fikra, kufikiri kwake, maamuzi yake, utendaji wake ni kama mtoto mchanga. Hatuna haja ya kufunga na kuomba ili tujue kwamba wewe umekuwa kiroho au haujakuwa. Tutaona kwenye utendaji wako. Ni sawa? Tutaona kwenye nini? Kwenye utendaji wako, namna unavyoenenda, namna unavyoamua vitu, namna ambavyo maisha yako yanavyoendaenda, utajua huyu ni mtoto mchanga au amekuwa kiroho. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, naomba tuende mbele kidogo, tuzungumzie kuhusu maziwa ya akili. Maziwa ya akili. Kuna mtu anaweza kaa anasikia tu maziwa ya akili, maziwa ya akili. Maziwa gani ya akili? Bwana Yesu asifiwe sana. Maziwa ya akili ni neno la Mungu lisilohoshiwa. Maziwa ya akili ni neno la Mungu lisilohoshiwa. Alafu mbele andika, ni neno la Mungu lisilochanganywa na uongo. Maziwa ya akili ni neno la Mungu lisilohoshiwa. Alafu andika pia, ni neno la Mungu lisilochanganywa na nini? Na uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wanangu pale, maana hata baba aandiki wala mama. Je, mna rekodi kwenye simu? Au mnaenda kuangalia wapi mkifika nyumbani? Eti watumishi wa Mungu. Macho yamefanyaje? Nice. Ndio tatizo lako. Umekuja hapa tukakuombea ikashindikana. Walikuja kuombea ukaanza kuona. Mbona mzee naye aandiki? Nimesema leo nafuatilia wanafunzi. Darasa langu natamani wanafunzi wao wanaandika. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, napata shida sana kuambatana na watu ambao miaka kwa miaka watakuwa vile vile. Yaani napata shida sana. Sasa tutamtuma nani akahubiri Magwe Pande si wapi? Halo? Kama tutakuwa vile vile tu. Praise the Lord. Kwa hiyo neno la Mungu ni nini? Maziwa ya akili, neno la Mungu lisilogoshiwa. Na hili neno ni neno la Mungu lisilochanganywa na uongo. Lisilochanganywa na nini? Na uongo. Tukisoma kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Naomba tuende hapo tusome tuone kitu fulani hapo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Anasema, yes. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, yes, na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, yes, wala si kwa jinsi ya Kristo. Unaona kitu anachosema hapa? Maana yake kuna mafundisho ya nini? Ya ulimwengu na sio neno la Kristo. Si kama unanielewa? Kwa hiyo anajaribu Paulo kuwatahadharisha
hawa Wakolosai kwa habari ya kuwa makini na mafundisho ya ulimwengu. Ni mafundisho ya wanadamu, wamejitungia tu, sio neno la nani? Sio neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mafundisho yapo hata leo. Naelewana sasa? Kwa mfano, yako mafundisho ambayo watu wanaongelea habari ya kubatiza watoto wachanga wadogo. Biblia ndio inasema wabatize watoto wadogo. Watoto wadogo wabatizwa, wanabarikiwa tu. Tamkia baraka, wanamweka wakfu. Kibiblia ili mtu abatizwe lazima kwanza ameamini Injili, ameokoka. Kuna mtu ananielewa? Sasa hadi mafundisho yako sehemu mbalimbali. Sasa ubatizo wenyewe ni wa wapi? Unawishwa uso. Lengo, kumbuka mimi nasema ubatizo ni kuzamisha, sio kuishavyo. Hapa unaweza ukaenda kuoga, ukaogesha mkono tu ukasema umeoga, au pua ukasema umeoga. Naongea na mtu mahali hapa. Sasa msinichukie kama uliaibatizwa ubatizo wa kunawishwa uso. Wewe pokea neno la Bwana, ndio hilo. Sema amina. Mimi sinafundisha neno. Bwana Yesu asifiwe. Angapo alibatizwa ubatizo wa hapa tu. Wengine tulisharudia huku kuwabatiza. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa kibiblia ni wa kuzamisha. Si ni kuzika. Unaweza ukazika marehemu mkono, mwili huko nje, jicho, mwili mwingine huko. Kama ubatizo ni zamisha, maana yake sio tuachane nayo, tuendelee. Lakini nazungumzia kweli ya neno la nani? Kama ni Biblia hii, mimi sina hapa Biblia ya hard copy kwa sababu ya mimbara yetu ni ndogo. Lakini hebu inua Biblia yako hiyo hard copy, sio ya simu, hiyo nyingine. Kama ni Biblia hii unaisoma na sio nyingine, maana yake lazima tuifuate ilivyo. Ndo katiba yetu wana wa Mungu, ndo mwongozo wetu wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema akitokea mtu anahubiri injili tofauti na injili, hata kama ni malaika, alaaniwe. Unaona imani, majitu yenye imani. Yaani hata kama ni malaika amekuja na injili tofauti na inayehubiri, afanyaje? Kuna aina ya injili inaweza ikakuacha ukawa miaka na miaka ukui kiroho, kwa sababu sio neno la Mungu la kweli, ni mambo tu. Wana wa Mungu tunajengwa kwa msingi wa neno la Mungu, sio kwenye ufunuo. Si kama unanielewa? Ufunuo hauwezi kujenga wewe, bali neno la Mungu ndilo linalopaswa kufanyaje? Nikisema ufunuo namaanisha hivi. Kuna baadhi ya huduma unakuta kila Jumapili watu pale wanaenda kufundishwa habari tu ya vitu material, sio neno. Sio, unanielewa? Mfano, kila Jumapili ukija hapa ndio nakufundisha habari ya nguvu ya chumvi, nguvu ya mafuta ya mzeituni. Tumeanza kutoka kwenye laini ya Biblia. Ni neno ndio litakupa wewe kuwa machua. Halo. Mfano, kila Jumapili ukija nianza kufundisha nguvu ya kushika bango. My friend. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu mahali hapa. Sasa utakuwa kiroho. Siko sehemu nyingi watu wamejengwa kwenye hivyo vitu. Mtu ametangwa anaingia kwenye huduma anafundishwa nguvu ya chumvi. Nguvu ya nini? Afundishwe nguvu ya neno. Unaweza ukapata maarifa kuhusu vitu, lakini kama hutapata maarifa kuhusu neno, bado wewe rohoni ni mtu mwepesi mno mbele za shetani. Yaani wakiamua kukushughulikia wanakushughulikia vizuri, kwa sababu hauna ufahamu wa neno, una ufahamu kuhusu vitu. Yesu, naeleweka? Haleluya. Kwa nilikuwa naelezea kwamba neno hili lisilogoshiwa ni neno la Mungu ambalo halijachanganywa na nini? Na uongo. Yaani limekuja kama linavyotakiwa kufanyaje?
Halijapunguzwa wala kuongezwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndio maana ukienda mahali ambapo huduma imejaa mafunuo sana, be careful. Kuna hatari. Yaani namaanisha nini? Ufunuo ni kitu mtu anakuja nacho kila siku kipya. Sio net. Hata unakuta hata hamna andiko lake, ila anakuambia nimefunuliwa katika roho. Leo mtakuwa mnapita, nitakuwa napita juu yenu na wakanyaga kwenye vichwa. Ndio namna ya kupona. Sio kama unanielewa. Ni ufunuo, utamfanyaje na ni baba yako? Baba amesema leo, Bwana amemuongoza. Sasa pawepo alao na andiko basi la kupimia nini? Biblia inasema zijaribuni kila roho, kwa sababu ufunuo unatokana na roho. Ndio maana mtu akija na ufunuo anasema nimesikia roho wa Mungu amefanyaje. Nilifuatia siku moja kwenye mtandao, kuna mtumishi mmoja yuko South Africa, siku ya ibada anawaambia watu badala ya kuwa na hizi handkerchief hizi, anawaambia wavue panti. Unazijua panti? Si nitamke kabisa, nguo za ndani. Yaani ndio vitambaa vya kufanyaje? Kupunga ibada inaendelea. Hataki hizi. Ni ufunuo. Mwingine akatengeneza panti, ana picha yake, anawahusia watu. Yaani hizo nguo za ndani ameweka picha yake, kwa mkivaa mmevaa nini? Sasa shauri yako ya kung'ata. Halo. Kwa nini isiwe suti alafu anatengeneza nguo tu za ndani anaweka picha yake? Basi alao ingelikuwa hata maandiko. Halo. Mwingine nikaona South Africa pia anawafungua watu kupitia hewa chafu anayoitoa. Si kama wewe hujaiona hiyo? Nao ni ufunuo. Na ikasemekana wengine wanapeleka wale makontena, wanakinga. Kinga unapeleka kwenye biashara. Mwana wa Mungu, tukirudi kwenye msingi wa neno la Mungu, huo ndio msingi unaopaswa kutujenga, sio mafunuo. Ni kweli unaweza kama umefunuliwa, lakini sasa mafunuo yenyewe yapimwe kwenye nini? Ni wapi Yesu alitoa pepo kwa kutumia hewa chafu? No. Na watu hawa tunao kila siku. Watu wengi si ni Watanzania wengi hawapendi kweli, wanapenda kudanganya danganya. Yaani ukianzisha leo hapa mbilinge ndo watajaa wengi. Sarakasi. Ukimwambia kaa tukujenga na anachelewa. Mimi mngeniombea tu. Mungu asaidie sana. Yaani wanapenda sarakasi. Matukio fulani kutakuwa na ibada ya kupanda juu ya madirisha, anakuja wengi, wanakuja kupanda madirishani. Kwa nini ukiambiwa tu ni ibada ya kukaa na kufundishwa neno usielewe? Mpaka pawekwe na nini na kitu fulani cha yaani kama utapeli ndio uelewe. Halo. Sio kanisa hili katika jina la Yesu. Nasema sio kanisa hili katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, wewe kubali kujengwa na neno la Bwana, maisha yako yapate kugeuzwa. Neno la Mungu ndilo litakalo kugeuza maisha yako. Neno la Mungu ndilo litakalo kujenga kwenye maisha yako ya kiroho na kimwili, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda miujiza, lakini mtu wa Mungu, kwa nini huwezi ona hapa kwamba tuna entertain sana miracle? Tunapenda kabisa, tunapenda viwete watembee, lakini wakishatembea wanahitaji chakula, kuimarishwa, ili ukiwete usije ukafanyaje, ukarudi. Halo. Yaani hapa tunapenda, mimi napenda miujiza kuliko unavyofikiri. Lakini nimegundua watu wengi kila siku tukiwa na miujiza hapa, ibada za miujiza, tutakuwa na watu wepesi sana. Hawana mizizi, hawana uimara rohoni. Si mnakumbuka hapa tunaandaga ibada za Roho Mtakatifu. Zile ibada huwa zina mlengo wa kufunguliwa watu tu. Na hata umwaka kwa neema Mungu tutaandaa tena. Lakini baada ya watu wakishafunguliwa pepo, wanahitaji wakae chini, walishwe, wajengwe, ili na wao pia wafanyike kuwa daraja la wengine, wawajenge wengine.
Haleluya, haleluya. Utakuja kugundua kwa wale wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wanafuata mikate, hatuwaoni kwenye Biblia hii wakifanya chochote, lakini wale waliokuwa ni wanafunzi wamekaa kwa maana ya kujengwa, kulishwa, kufuata Yesu alipokuwa anaelekea, ndio wao ambao tunaona tumekuja kuipokea injili kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Je, ungependa watu waipokee injili kutoka kwako? Ni mpaka utakapokuwa umejengwa, ni mpaka uwe na roho ya wanafunzi, ni mpaka ukubali kukaa chini kama mjinga hivi. Mwisho wa siku unakuwa jabali, unakuwa jiwe lililo hai. Haleluya, haleluya. Lakini kama unataka uwe mshirika tu ambaye hana chochote, kila siku utakuwa na time ibada za Roho Mtakatifu, zile za miujiza, uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kujengwa na neno la Mungu lisiloghoshiwa, kukulia wokovu kwa maziwa ya akili ambalo ni neno la Mungu lisiloghoshiwa, neno la Mungu ambalo halijachanganywa na nini? Na uongo. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Kalada basata. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Salika balushana. Rendele bagadada basa. Naomba usome hapo mtu wa Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 2 anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kuchanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kudhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Yes. Haleluya. Hao watu Paulo anasema tumekataa neno ambalo limechanganywa. Tumekataa vitu vya aibu. Unaweza ukawadanganya watu leo wakakupa hela, lakini baada ya muda utafunuliwa tu. Si unaongea na mtu mahali hapo. Mfano naweza labda nikatunga hapa nikanakuja na sarakasi, ukaniamini ni baba, lakini baada ya muda watu wanaanza kufunuliwa. Halo? Wanaanza kufunuliwa kabisa. Maana nimeota huyu mtu kuna namna fulani. Nakumbuka kuna miaka fulani mimi na mke wangu tulikuwa kwenye huduma fulani. Kila wakati naota yule jamaa yuko kwenye beseni madhabahuni, beseni kubwa, yale mabeseni meusi, anaogeshwa, yuko uchi. Mungu anisaidie sana. Na wengine wanaota ndoto hiyo hiyo. Hii ni nini? Kumbe wale watu kwenye ile huduma walikuwa wamejiunga mahala, kuna system yao fulani walikuwa wanaitumia. Baadaye tukakosa amani. Kaambia mama, hapa inabidi tujiokoe nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukajificha. Ndio maana hapa anazungumzia habari ya mambo yaliyositirika. Hao watu ambao wanaweza kuwa blind watu, wakawadanganya watu, ni kama huwa wanafikiri hawataonekana. Lakini baada ya muda unajua watu wana wa Mungu, unajua roho za watu zinaona. Roho za watu zinafanyaje? Zinaona. Mimi hapa, wewe ni mtu wa Mungu. Kadiri unavyoendelea kuomba unajua kabisa huyu Pastor Emmanuel ni wa Mungu au ni sarakasi. Siwezi kujificha. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kufanyaje? Siwezi kujificha. Yaani hata kama uneni kwa lugha, ila utafunguliwa macho yako, utajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aina hii Paulo anazungumzia, kulikuwa kuna mitume wa uongo maana yake walitokea. Na wao walikuwa wamekaa kwenye namna nikana kwamba wanawaficha watu, wanajifunika wasione. Lakini Paulo akajua kwamba hii sio. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Miaka fulani wakati tumekuja Dar es Salaam, tukakutana na watu fulani kwa naabudu mahali fulani. Kumbe ile huduma walipokuwa naabudu pale palikuwa na sarakasi nyingi. Kila utapopiga kuna siri zinafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mtu alikuwa ni kama yani amewakamata kwenye mji. Kamata watu pale yani kama acha kabisa. Mara ana unga wa upako, ana mafuta. Na pia saa mafuta yale anayouza, anasema anauza kadiri ya anasema kuna mafuta 50,000 laki kadiri ya Roho Mtakatifu. Wajinga ndio wafanyaje? Ukilijua neno
Hakuna mtu anaweza kukutapeli. Haleluya. Ukilielewa neno, kuna namna unaanza kutembea kwenye uhakika wa maisha yako. Sawa, watumishi wa Mungu. Sasa huwezi kutambua kwamba hii ni fake au original kama haujakaa chini pa kutengenezwa, pa kulishwa, pa kujengwa. Huwezi jua. Kwa sababu wewe si una shida na unataka usaidiwe. Hivi unajua mtu akiwa na shida hata akiambiwa chemsha supu ya mjusi atachemsha. Hizo unacheza na shida. Mungu atusaidie sana. Unacheza na tatizo. Halo? Changamoto. Shanga ukiambiwa kula hiki kula. Changamoto. Lakini mtu aliyejengwa kiroho, ameimarishwa, anajua kwamba jaribu linaponijia kuna namna nitasimama na neno la Bwana, na kadiri nitakavyokuwa nasimama na neno la Bwana ndivyo nitakavyoshinda hilo jaribu. Haleluya. Hivyo unajua mimi nasema jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa ni nini? Kawaida ya nini? Na pia hilo jaribu kuna mlango wa kutokea. Praise the Lord. Watu wengi ambao hawajajengwa ni watu wepesi mno. Yaani akitokewa na changamoto kidogo anapepesuka. Hajajengwa huyo. Hajajengwa. Kwani nataka kuniambia watumishi wa Mungu hawapitiagi changamoto? Wanapitia. Lakini umewahi kuona analialia? Na ndio maana mtumishi wa Mungu anapokufundisha kama hivi hapa, anataka na wewe usogee mahala fulani, na wewe uwe imara. Haleluya. Unaweza kushangaa umeamka asubuhi unasikia kama mwili kama unaanza kunena rapa kusaka yanda kapa yendele musaka magonjwa sio fungu langu randekete yana baadaye unashangaa ile hali imefanyaje. Lakini mtu ambaye hajajengwa asubuhi najisikia vibaya, nasikia kama kutapika, jana nasikia kama kufa. Hajafanyaje? Hajajengwa huyo, hajajengwa. Na shetani akikaza wewe utashangaa amejipeleka wapi? Maumivu yakizidi. Lakini mwana wa Mungu aliyejengwa kabla hajajipeleka, unashangaa asubuhi na mapema anaanza kutikisa malango ya kuzimu. Maana neno la Bwana ambalo liko ndani yake ni silaha za Roho Mtakatifu. Unajua neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatumia neno la Mungu kama upanga kukushindia kwenye changamoto. Ndio maana usipokuwa neno la Mungu, hata kama una Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakosa cha kutumia ndani yako ili akushindie changamoto. Kwa lazima ujengwe. Si umenielewa? Haleluya. Roho Mungu anatumia neno la Mungu ndani yako kama upanga kwa ajili ya kushughulika na nini? Mfano, unaomba kila silaha, Isaya 54:17, kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Roho Mtakatifu anachukua lile neno kama upanga, analitumia kwenye hicho unachoongea, unachonena. Unashangaa baadaye umevuka. Na mtu uliyemshirikisha kwamba asubuhi niliamka sinasikia nini, yaani wewe tu ulipoamka ukasikia hivyo ukaanza kuomba. Kwa hiyo Roho wa Mungu akatumia hilo andiko kama upanga wa kushughulikia hilo tatizo. Shangaa natoa tu shuhuda, jamani wiki niliamka siku moja asubuhi nikasikia hivi lakini nikashughulikia. Na sasa hivi niko vizuri. Sasa lazima umefanyaje? Uwe umejengwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema Bwana asipoujenga nini? Wanaofanyaje? Bwana asipoulinda nini? Wanaolinda. Naomba uandike point. Tunaelekea mwishoni. Andika hivi: haya maziwa ya akili ambayo ni neno la Mungu. Haya maziwa ya akili ambayo ni neno la Mungu yana uwezo wa kubadilisha fikra za mtu.
haya maziwa ya akili ambayo ni neno la Mungu yana uwezo wa kubadilisha fikra za mtu na baadaye ufahamu wake na baadaye maneno yake na kutenda kwake. Nitarudia ili uandike vizuri, wewe unayeandika. Haya maziwa ya akili ambayo ni neno la Mungu yana uwezo wa kubadilisha fikra za mtu na baadaye ufahamu wake na baadaye maneno yake na kutenda kwake. Haleluya, haleluya. Utaniruhusu nielezee? Nirudie tena kabla hujaniruhusu nielezee? Aya, nashukuru wanafunzi wanaotaka nirudie ili waandike vizuri, maana nitakagua. Haya maziwa ya akili ambayo ni neno la Mungu yana uwezo wa kubadilisha fikra za mtu na baadaye ufahamu wake na baadaye maneno yake na kutenda kwake. Sasa unaniruhusu nielezee? Hebu jipigie makofi kwa kuandika vizuri. Haleluya. Iko hivi wana wa Mungu, kabla mtu hajaokoka huwa anaendeshwa kwenye mifumo ya taarifa za nini? Za ulimwengu huu, taarifa za kule alikolelewa. Na yamkini kule alikolelewa walikuwa hawamjui Mungu, mlikuwa mmekaririshwa namna ya sawa. Unakuta kuna familia zingine watu wamelelewa wamekaririshwa kwa habari ya kuchimba mizizi, habari ya kuabudu mizimu, habari ya taarifa mbalimbali ambazo sio neno la nani? Sio neno la Mungu. Kwa hiyo huyo mtu tangu anakuwa anaenenda kwa kuendeshwa na taarifa za ulimwengu na sio neno la nani? Kwa hiyo mtu anapookoka ni muhimu aukulie wokovu ili aliruhusu neno la Mungu libadilishe jambo la kwanza nini? Fikra. Kufikiri kwake, aanze kufikiri sawasawa na mtazamo wa neno la Mungu linavyosema. Sio kama utamaduni wa kwao unavyosema. Si kama unanielewa? Ndio maana mwana wa Mungu aliyeokoka, aliyejaa neno la Mungu, yeye haenendi kama watu wanavyosema ambao hawajaokoka. Yeye anaenenda sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Wakati watu wanaona ni kama utakufa kwa sababu ya changamoto ya mkini iliyotokea, lakini wewe kwa sababu umejaa neno la Kristo ndani yako, ndani ya midomo yako, kwenye kinywa chako kuna kitu kinasema, sitakufa bali nitaishi nipate kuyasimulia matendo ya Bwana katika nchi ya walio hai. Na kadiri unavyoendelea kukiri ndivyo ambavyo changamoto inapotelea. Baadaye wanasema tulijua utakufa, tulijua hautatoboa. Sio tu kwa sababu ya changamoto, bali changamoto hii nimeishinda kwa sababu mimi tayari kwenye fikra zangu nimegeuzwa, nimefanywa upya nia. Kwa hiyo natembea katika mtazamo wa neno linavyosema. Hata ukisikia kuna watu wasema usiku wa leo kuna watu walikuwa wamekutega na nazi, wamepigiza mayai kwenye geti lako la kutokea, wewe unaamka zako asubuhi kwa sababu umejaa neno la Kristo, unaanza kuikiri ile Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa, iwe ni silaha ya uchawi, iwe ni silaha ya maneno, iwe ni silaha ya ulozi, iwe ni silaha ya ushirikina, kwa sababu ndicho kilichojaa ndani yako na ndicho kinachoendesha maisha yako. Lakini mtu ambaye hajajaa neno la Mungu, utashangaa amejaa hofu. Mama yangu, tutafanyeje? Itakuwaje? Unashangaa siku hawatoki kwenda hata sokoni kwa sababu wamepewa taarifa kwamba kwenye geti lao kuna nasi zimevunjwa, kuna mayai, kuna kichwa cha jogoo.
Naongea na mtu mahali hapa. Neno la Mungu linapoachiliwa ndani ya mtu, anapolisikia, anapolila, linageuza fikra zake. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia watu wanasema mwaka huu yani tutakiona cha moto, unasema hamna, mimi mwana wa Mungu, Biblia inasema wao wataona njaa, bali wana wa Mungu watakula na kunywa. Huyo ndio mwana wa Mungu aliyejaa neno la Mungu. Lakini kama hautakaa chini ukajengwa, hautakuwa na tofauti na wale ambao ni wapagani. Yaani wote mtakaa mahali mnaongea maneno yale yale. Wao wakisema tutakufa, na sasa mama kweli, kwa sababu hauna neno ambalo limegeuza fikra zako. Na ndio maana Mungu anasema kwenye ile Waebrania 11 Waebrania 10:38 anasema mwenye imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Anaishije kwa imani? Ana uhakika katika lile neno la Mungu analojifunza au alilojifunza, alilonalo ndani yake. Haleluya, haleluya. Kuna mahali anasema mwenye imani mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa maana hiyo tunaweza tukawa hapa watumia kwenye hili kanisa, haimaanishi wote tunafanana kwenye viwango vya imani. Kila mtu ana imani yake, kila mtu kadiri alivyoliinjilisha ndio tunaona huyu amefuka, huyu bado anasuasua. Kwa nini? Tatizo sio kwamba kwa sababu tumeokoka siku moja. Baada ya kuokoka kila mtu alichukua hatua ya kuanza kujilisha, kila mtu alichukua hatua ya kuanza kujilisha, kila mtu alichukua hatua ya kuanza yakapala ya mashanda. Usije ukaanza kunung'unika kwamba mbona huyu tuliokoka naye siku moja, mbona maisha yake yamebadilika, mimi bado. Mwenzako ni kweli mliongozwa sana toba siku moja, lakini yeye alijipa wajibu ya kwamba nataka nimjue aliyeniokoa ili maisha yangu yasiwe ya kawaida, ili hofu na mashaka viniachie. Haleluya. Mambo usipojengwa unabaki yule yule, kasoro tu siku kama na leo unakuwa location fulani ya hapa cha Simba. Wakutafuta uko wapi? Ilikuwa location ya cha Simba lakini ni yule yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Na kuombea Mungu akusaidie ubadilike katika jina la Yesu. Mungu wetu abadilike, lakini wewe utakuwa ukue ubadilike. Utoke katika namna ya mtoto mchanga, ufanyeje? Ni hatari mama kama huyu akakatoto labda kana miaka 20 kapo hivi hivi. Utajisikiaje mama? Yaani watu wakikuuliza ana umri gani, miaka 20 lakini kapo hivi hivi. Na hakaongei vizuri kama hivi hivi, labda sio haitakuwa kwako, ila natolea mfano, si kama unanielewa. Yaani kana miaka 20 ukikaambia fulani yaani sentensi zake hazieleweki. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu. Ndivyo ilivyo. Hata kuna watu ambao wamegoma kukaa chini, wamegoma kujengwa namna ya kuongea kwao, namna ya ufahamu wao, namna ya mitazamo yao. Ni watu wanaojiendea tu, hawana kitu, kwa sababu hawana maarifa, hawana ufahamu. Na si kana kwamba maarifa yapo, lakini wao wenyewe wameyakataa maarifa. Nakuombea Mungu akusaidie uyakubali maarifa. Nakuombea Mungu akusaidie uyakubali maarifa. Maana nyakati tulizo nazo ni nyakati za kutembea katika hekima ya Mungu na maarifa na ufahamu wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua nyakati hizi, siku moja nilikuwa naongea na wana wa Mungu fulani, nikamwambia unajua kuanzia 2015 kuja huku juu ni kama watu walikuwa na huruma, lakini ilipofika tu kuanzia 2019 kuja huku juu, yani kama kila mtu anapigania maisha yake hivi. Si kama na wewe uliwahi ona hiyo kitu? Halo mwana wa Mungu, utendaji wa nguvu za giza nyakati hizi ni kama umeongezeka zaidi, na wewe kama mwana wa Mungu unapaswa uongeze maarifa ili uweze kushinda. Si kama unanielewa? Si kama unanielewa? Mimi wakati nakuwa, yani mpaka usikie, au ilikuwa teknolojia hazipo, hailikuwa ijakuwa teknolojia,
kusikia, yani usikie kwamba eti mtu amemchinja mtoto, amemgawanya vipande vipande, ameenda amemtokosa. Yani unajua, unashangaa hii ni nini? Sio tu swala teknolojia ya kipindi hicho, na pia watu ni kama walikuwa na namna fulani hofu ya nini? Hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Na watu wengi kwa sababu ya kutokujengwa, unakuta mtu hana maarifa, anataka afanikiwe kwa sababu ya kutumia uganga, kutumia uchawi. Na pale ndipo ambapo unakuta anaagizwa nenda kalete nini? Leta sehemu za siri za mjomba wako. Ili azipate anataka afanyaje? Utazipata akiwa anatembea yuhai. Si atakimbia. Si unanielewa ninachosema? Lazima muue. Na ukishaua, ili kupoteza ushahidi inabidi ukatekate nini? Yamkini uweke na tindikali. Naongea na mtu mahali hapa. Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu lazima ufike mahala ujengwe. Kama unataka kufanikiwa, hauwezi kufanikiwa eneo lolote kama hauna maarifa. Unataka kuishinda dhambi, lazima ujengwe, uwe na neno la Mungu. Huwezi shinda tu kwa sababu unasema nashinda. Una maarifa yapi? Haleluya. Naomba usimame, hizi dakika 5 hazinitoshi sasa. Naomba usimame nimshukuru Mungu. Naomba usimame nimshukuru Mungu.